Hamjambo wapendwa wa Bwana, na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Ni mimi mtumwa na mtumishi wa Bwana. Asubuhi ya leo niko mbele zenu mataifa. Watu wote wa Mungu munisikilize. Leo ninao ushuhuda wangu. Ni mimi Mama Shipola na Mwabo Masoka na Bilimbwa. Nina majina mane Mungu amenipa. Haleluya. Leo nina ushuhuda wa maisha yangu ya kiroho. Mimi ni mzaliwa wa Kongo mpendwa. Teritwari yetu ya Fizi Tongwe. Pale ndipo nilikwenda kuzaliwa. Nikafanya ujana wangu pale. Nikafanya ubinti wangu pale. Lakini siku moja nikapata mchumba, nikaolewa. Hivyo kanisa langu ni Methodiste huru. Sikiliza mpendwa, leo nina ushuhuda wangu wa maisha yangu ya kiroho. Nilipoolewa nina kanisa langu la Methodiste huru. Nikaolewa kwenye kanisa la Witiamesepaki. Haleluya. Bwana ni mpendwa. Sikiliza ushuhuda huu. Lakini nilipoolewa nilikuwa na msisimuko. Nilikuwa na furaha ya Yesu. Nilikuwa mwimbaji. Niliendelea na uimbaji. Nikaendelea na uimbaji. Ule mwaka wa 1996 tukakimbilia pale nchini Tanzania. Kambi yetu ya Nyarugusu Kempo. Haleluya. Hivyo nina msisimuko. Mimi ni mwimbaji. Tukafika pale mpendwa. Na wachungaji wangu pale wakaona kitu ambacho kiko ndani mwangu. Wakaanza kuniita mwinjilisti. Hivi mimi ni mkwaya? Hivi mimi naomba? Mimi ni mama kwenye sinagogi. Mimi ni mama kwenye kituo. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe mpendwa. Hivyo ndivyo Mungu alinifanya. Nikaendelea. Nikaanza kuona sasa maono. Mungu ananijia kwenye jonzi za usiku. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Niliendelea hivyo siku moja. Watu wote wanalala. Kitu chote watu wote wanalala. Nilishituka nimebewa kanisani kwetu. Usiku wa manane, mtu mrefu amenichukua. Nikafika pale kanisani. Akaniambia simama hapo. Nikasimama. Nilisimama mpendwa, nikashangaa sana. Ule mtu akaniletea baiskeli. Baiskeli ilikuwa mpya. Mpendwa, sikiliza ushuhuda wa Mama Shipola na Mwabo. Haleluya. Mungu amenitumikisha mpendwa. Nilikuwa kijana sikuona yoyote. Lakini kuzaa kwangu nikaona mengi pale. Ule mtu akaleta baiskeli, akanipa. Niliponyanyuliwa juu ya baiskeli nikakaa, sikujua nani ameniweka. Haleluya. Sikujua mpendwa. Yule mtu alifanya hatua hivi, akarudi. Akaleta kitoto kichanga. Akanipa, nikakipokea kile kitoto kichanga. Niko juu ya baiskeli. Ule mtu alifanya tena hatua hivi, akaleta pesa. Akanipa pesa, alama ya mkate wa njiani. Akasema ya kwamba umepewa kazi ya uinjilisti. Mpendwa, sema haleluya. Haleluya. Bwana ni mwema. Niliendelea vile nikashangaa. Niko peke yangu usiku wa manane. Kufumba na kufumbua mpendwa. Nilijikuta niko ndani ya nyumba yangu. Nikajiuliza. Nikasema hiki ni nini? Nikauliza mwenzangu. Nikashangaa sana mpendwa. Sikiliza. Niliendelea hivyo na hiyo hali. Roho Mtakatifu ananisemesha. Mungu anasema ndani mwangu. Haleluya. Mimi ni mwimbaji. Mimi ni mwinjilisti. Sijabarikiwa mpendwa. Siku nyingine nikabewa tena. Pale kanisani kwetu hadi. Nikaja kujikuta pale niko peke yangu. Usiku wa manane mpendwa. Nikaona pale ili miti yote pale. Maana miti ilikuwa nyingi pale. Nikaona miti yote inafungwa mbuzi. Haleluya. Nikashangaa pale. Nikuwima peke yangu usiku wa manane. Nikatupa macho sioni mtu. Niko peke yangu mpendwa. Natazama zile mbuzi zimefungwa. Nani kazifunga? Ushuhuda wangu huu. Niliona kufumba na kufumbua mpendwa. Nina majani ya migomba ya ndizi mikononi mwangu. Nikaanza kuzilisha. Nikazilisha. Haleluya. Mpendwa, sikiliza.
nimebaki na nusu mikononi mwangu. Nikaichukua pole pole, nikaweka kwenye chumba chetu cha maombi ade kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza mpendwa, ushuhuda wangu. Niliendelea hivyo. Siku moja nikasikia kaka yangu kafariki pale kwetu Kongo. Mpendwa, nimeshangaa sana na huyo Mungu. Mungu ni wa ajabu. Nilikosa amani, nilikosa furaha, sikula chakula, nilikosa usingizi mpendwa, nimelala macho, sikupata usingizi. Haleluya. Nilijikuta siku moja mpendwa, nimechukuliwa kwenye mlima mrefu. Mwanga ni wa ajabu mpendwa. Nikajikuta kule niko peke yangu. Nikaangalia huko, nikaangalia kule, sione mtu. Nikashangaa. Nikaona kwa umbali kuna kuja mtu pole. Simjue, mtu mrefu. Akaja kusimama mbele zangu pale. Akaniuliza, unafuata nini hapa mama? Nikasema sijui. Akaniambia, wewe kaka yako amefariki, lakini umetia hasira sana. Aujue wenye hasira wataona mbingu. Akaniambia vile, kaka yako amefariki, lakini umetia hasira sana. Aujue kama wenye hasira wataona mbingu. Mpendwa, nimeshangaa. Tuko pale wima tu, mwanga ni wa ajabu. Usiku wote watu wote wamelala. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe mpendwa. Niliona katikati yangu na yeye pamezuka bomba ya kipompa. Bomba ya kipompa imezuka pale. Nikuwima na ikuwima pale. Simjui, simuone vizuri, lakini ni mtu mrefu. Haleluya. Sema amena mpendwa. Nilikaa pale nikisubiri nione kisa atafanya. Nikaja kuona ile bomba akaanza kuipompe. Kulikoni muje maji, mmekuja moto mpendwa. Akaniambia, unasikia nini? Nasikia vizuri tu. Haungue? Nikasema siungue. Akasema, hii moto itaunguza wenye dhambi, wenye hasira, wenye dhambi zozote wataunguzwa na moto huo. Sema haleluya mpendwa. Nikashangaa. Niliendelea vile mpendwa. Ile hadi Mungu ananionyesha tu. Naitwa mwinjilisti. Siku moja wakatangaza ya kwamba tutabarikia watumishi mbalimbali hapa kanisani kwetu. Tutabariki watumishi mbalimbali hapa kwetu. Mpendwa, tulikuwa wanamke wengi pale, lakini nikachaguliwa mimi mmoja na mama mmoja wa Kirundi, pamoja na watumishi wengine wa kiume na wa kike. Alikuwa sisi wawili na mama wa Kirundi. Haleluya. Mme wangu akabarikiwa na wachungaji wengine wa kiume wakabarikiwa pale. Nikaanza kuitwa sasa mwinjilisti. Hivyo wananiita mwinjilisti kila siku. Nilikuwa bado sijabarikiwa. Haleluya. Nikabarikiwa mtumishi mpendwa. Sema haleluya rafiki. Pale tuna wachungaji wetu mbalimbali. Mchungaji wetu wa kwanza anaitwa Bwamie Kyamba. Wa pili akaitwa Abayenya Onge. Mungu awabariki sana mahali walipo. Akaitwa Wilonja Mebelwa. Akaitwa Israeli Mtabesha. Akaitwa Nyange Belanwa. Akaitwa Mateso Baome. Na watumishi wengine wako pale wengi mpendwa. Naitwa mwinjilisti. Hivyo Bwana ananitumikisha. Nina baraka za Bwana. Ninasikia msisimuko ndani mwangu. Najisikia furaha ya Yesu Kristo. Sema haleluya mpendwa. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema. Nikaendelea mpendwa. Siku nyingine ikafika. Nikachukuliwa tena kwenye maono. Nilijikuta kwenye sinagogi ambayo sijui. Nikaona watu wako ndani ya sinagogi. Mimi nikafika pale. Nikatazama wale watu sikuwajua. Nikaona mtu mmoja pembezoni ya kanisa. Anaigama pale. Huyu nilimjua kisikumjua vizuri. Haleluya. Wale watu walikuwa pale kanisani kwenye sinagogi. Nikaona mara moja wanatoka nje. Haleluya. Walipotoka nje nikaona kidogo tu mnyama akaja mbio. Ule mnyama akaja mbio nyuma ya wale watu. Ule mnyama alipokuja mbio tena akaenda nje. Nami nikamfuata. Pale nje mnyama anaitazama. Nami namtazama.
nami namtazama, nikashangaa mpendwa, watu wote wamelala. Huyu Mungu ni wa ajabu. Niliona mara moja pale nje, ndani mwangu mmekuja nguvu za Roho Mtakatifu. Nikashika yule mnyama, nikamshika mpendwa. Nilipomshika yule mnyama, nimeshangaa sana. Nikijikuta mkono wangu huu wa kulia wa kiume mmekuja mpanga mkali, nikasema huyu mnyama nitamchinja. Mpendwa. Mara moja nikaona mmetokea chumvi. Ule mnyama akaanza kuniramba. Hivyo nina nguvu, natetemeka, nina nguvu za Yesu Kristo. Sema haleluya mpendwa. Niliendelea hivyo, nikasema nyama nitamchinja. Nilitaka nimchinja, akaniambia niache. Mimi ni mwanadamu, mimi ni mtu. Mpendwa msikilizaji, sikiliza. Huu ni ushuhuda wa Mashipola na Mwabo, Masoka na Vilembwa. Yesu ni mwema. Akasema niache, mimi ni mwanadamu. Nimeshangaa mpendwa. Mnyama akasema mimi ni mwanadamu. Maana wale watu waliokuta ndani ya ile sinagogi, tena akarudia akaja kuonekana ni mnyama. Kama una njia mbili mpendwa, utafanya kazi ya bure. Mwisho wako utakuwa mbaya zaidi ya mwanzo wako. Akasema niache, mimi ni mwanadamu. Mnyama akageuka. Nimeshangaa sana mpendwa wangu. Nimeishiwa. Akasema niache, mimi ni mwanadamu. Nikaja kujikuta pale niko peke yangu. Sijua ameenda wapi yule mnyama. Nikajikuta niko peke yangu, kufumba na kufumbua mpendwa. Niko ndani ya nyumba yangu. Mpendwa. Yesu ni Bwana. Yesu ni mwema, anastahili heshima na utukufu. Ushuhuda wa Mashipola, mwinjilisti. Nimepewa kazi ya uinjilisti, nikapewa beskeli, nikapewa kitoto kichanga, nikapewa na pesa. Nimekuja kubarikiwa, tayari nimepewa kazi ya injili. Haleluya. Bwana ni mwema, Yesu ni mzuri. Niliendelea hivyo rafiki yangu. Nikaendelea hapa Marekani. Mwaka wa 5 mwaka uliopita. Mwezi wa 5 mwaka uliopita. Nimekuwa na mshangao mpendwa. Niko hapa nyumbani, siende sehemu yoyote ile. Niko hapa nyumbani natulia hapa. Nikajisikia usingizi wa ajabu. Nikaenda kulala. Haleluya. Nilipolala mpendwa, nilijikuta nikaona mwanga wa ajabu. Ndani ya chumba changu nikaona mti umemea pale. Nikajiuliza mti unatoka wapi? Mchana kutwa mpendwa, niliona mara moja ile kitanda changu kimepasuliwa mara moja. Nikajikuta niko juu ya ardhi. Na mgurumu unanipandisha. Niko juu ya ardhi, napandishwa. Sijue nani kanipandisha. Mwanga ni wa ajabu. Nikawa juu ya ardhi. Nikaacha kitanda, nikapandishwa juu sana. Haleluya. Bwana ni mwema. Bwana ni mzuri. Mwanga wa ajabu unanipandisha. Na mgurumu wa ajabu mpendwa. Nikajikuta niko juu ya matawi ya miti. Mpendwa. Ninashangaa. Nikasema Yesu nanichukua mchana. Watu wote wapo nyumbani. Hivyo nimepandishwa kabisa na mgurumu. Niko napandishwa. Mwanga ni wa ajabu. Kufumba na kufumbua mpendwa. Niliposema Yesu, usinichukue watu wapo nyumbani. Nilijikuta mara moja ule mgurumu umetulia. Nikajikuta tu niko juu ya kitanda changu. Mpendwa, ulikuwa mchana, tena mchana kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni ushuhuda wa maisha yangu. Mpendwa. Roho Mtakatifu mwalimu iko ndani mwangu, ananitumikisha. Niliendelea mpendwa. Nikaja kuona mtumishi wa kiume, mtumishi fulani, mchungaji fulani, mtumishi fulani, mwinjilisti fulani, iko mbele zangu. Anatembea, anatetemea kama vile ataanguka. Nguo zake zote zinaloa damu. Nikamtupia sauti. Mtumishi, mwinjilisti, mchungaji, kwa nini unatembea kutetemea kama vile utaanguka? Nini kilicho ndani mwako? Nikamuuliza, hakunijibu. Bwana akurumie mtumishi, mwinjilisti, mchungaji, mkurugenzi. Bwana akurumie. Nikamtupia sauti, kwa nini utembea kama vile utaanguka na mavazi yako yote yanaloa damu?
ni hapa Marekani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mpendwa msikilizaji, mbingu ipo, itakwenda watakatifu. Hata nisome neno la Bwana. Nasoma Methali sura yake ya 13. Haleluya. Mstari wake ule wa 8 hadi ule wa 9. Unasema, ndiyo nafsi ya mtu ni utajiri wake. Ndiyo nafsi ya mtu ni utajiri wake. Bali mtu maskini asikie ugomvi wowote. Nuru ya mwenye haki ung'aa sana, bali taa ya mtu mbaya uzimika. Haleluya mpendwa. Sikiliza ya kwamba nuru ya mwenye haki ung'aa sana, bali mtenda dhambi, mtenda mabaya, nuru yake uzimika. Mtenda dhambi nuru yake uzimika. Sikiliza mpendwa, tuna mbingu ya milele, tuna safari ya kwenda mbinguni. Kama ukujitahidi kwa matendo mazuri, matendo mema, utafanya kazi ya bure. Utafanya kazi ya bure mpendwa. Maisha ya umilele yapo. Hata uwe tajiri, utembelee magari, uwe na mapesa, uwe na manyumba, usipojitahidi kwa kuacha dhambi, mpendwa, utafanya kazi ya bure. Na mwisho wako utakuwa mbaya zaidi ya mwanzo wako. Hata tuendelee kusoma. Jina la Bwana litukuzwe. Tunasoma Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu. Sura yake ya 14, mstari wake wa kwanza unasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu. Mwamini Mungu, mniaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama yasivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribisheni kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Amena. Mpendwa, hiyo ni Injili ya Yohana. Yohana alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Aliandika vitabu 5. Injili ya Yohana na nyaraka 3 za Yohana na ufunuo wa Yohana. Mpendwa, sikiliza. Tumesoma Injili ya Yohana sura yake ya 14. Mstari wake ule wa kwanza unasema, msifadhaike. Msifadhaike, muwe na imani, msiwe na mashaka. Siku moja tutakwenda kukaa milele na milele. Haleluya mpendwa. Sema amena. Ya kwamba usifadhaike, maana nuru yako kama inang'aa. Nuru ya mwenye haki ung'aa, lakini nuru ya mwenye dhambi, mpendwa, ni giza. Ni giza la usiku. Kwa hiyo tafuta maisha ya umilele. Tafuta maisha ya umilele. Tafuta utakaso na uwaki, mpendwa, ili siku moja wende kung'aa, wende kuishi pamoja na Bwana. Wengi wanajidanganisha, nina mali nyingi, ninafanya hivi na hivi, lakini asiache dhambi, asiache umalaya, asiache ulozi, asiache kuzingizia, asiache usushi, asiache kuvaa manguo ya aibu, kuvaa manguo ya aibu mbele za watu, kufanya mambo ya kujikoboa mwili wake ili ageuke mzungu. Mtu mweusi atakuwa mtu mweusi tu. Kuvaa mavazi meupe, mavazi ya aibu na nywele za bandia, hiyo yote Mungu anayakataa. Hiyo yote Mungu anayakataa mpendwa. Ukamilifu na uwaki na utakaso, hiyo mambo matatu Mungu anayapenda. Na jambo la kwanza ni ukweli. Jambo la pili ni uaminifu. Jambo la tatu ni utakaso. Jambo linafunga yote ni upendo. Maana kama ukipenda ndugu yako, au utamsemea uongo, wala utafanyia uzushi, mambo ya uzushi, mambo ya wivu. Mpendwa, wivu ni mauaji. Ukiwa na mtu wa wivu, mkimbie mapema, atakuua. Kwa maana mtu wa Mungu aweze kuwa na wivu. Mwenye wivu ni muuaji. Mwenye wivu ni muuaji. Kama una wivu ndani ya utumishi wako, unafanya kazi ya bure. Unafanya kazi ya bure mpendwa. Wivu, uzinifu, uzushi, ukahaba, wanamke wawili, wanawake
baba wawili, utakwenda nao wapi? Tuna mbingu ya milele, mbingu ya amani, mbingu ya furaha. Mpendwa, fanya bidii yote ili siku moja uende kung'aa kama nyota, na Bwana atubariki. Amen. Haleluya.